Kwa majina naitwa Isaac Mungai ama kijana msafi, chairman wa New Gema Young Leaders Movement, na leo nimekuja hapa tuzungumze kwa sababu ya ile mambo ambayo yanaendelea katika nchi hii. Na mimi nilimwambia nitakuwa nakuja hapa tunazungumza kwa sababu hii nchi ni yetu, na kama kuna mambo haiendi vizuri vile ambavyo inastahili, lazima tunakuja hapa tunazungumza. Kuna hii maneno inaendelea kule kotini ya kwamba the Supreme Court judges huenda wakatolewa kwa sababu safari ya Kuang'o imeanza. Na ile kitu mimi ningetaka kuambia Wakenya wanafaa kufikiria sana, kwa sababu tulikuwa na rais ambaye ni Uhuru Kenyatta, na hakuna siku tuliona akivuruga majaji wa Supreme Court. Mwaka wa 2017 tulikuwa na Chief Justice Maraga, yule ambaye aliongoza majaji wa Supreme Court wakaamua kesi kinyume na matakwa ya Rais Uhuru Kenyatta, na uchaguzi yake ikakansoliwa. Na baadaye hatukuwa na siku hata moja Uhuru Kenyatta alipanga njama ya vile ambavyo ataondoa hao majudges, kwa sababu aliamua kesi kinyume na matakwa yake. Tukakuwa na Judge Willy Mutunga, alifanya kazi mpaka tamu yake ikatamatika, yeye akastaafu. Judge Maraga akafanya kazi, tamu yake ikatamatika, yeye akastaafu. Tuko na Martha Koome, ameingia juzi, tamu yake haijaisha, lakini tayari ameanza kupangiwa jama wakiwa na wale majaji mengine ndio waweze kutimuliwa. Mimi nataka niwaambie Wakenya, hii mambo mnaona ikiendelea kule Supreme Court, hiyo si malalamishi ya Wakenya iko huko. Hakuna Wakenya wameandamana, na hata siku jenzi wameandamana hapa, hawakuwa na shida na Supreme Court. Hatujaona watu wowote katika Kenya hii wakiandamana wakisema ya kwamba Martha Koome na majaji wake wa Supreme Court waweze kujiondoa ama waweze kutimuliwa. Kwa hivyo ni vizuri kama Wakenya tujiulize, nani yako na interest? Nani anataka hawa majaji waende? Nani yako na haja? Nani anataka kusaidika na hawa majaji wakienda? Mimi nataka niwaambie leo hii, mlisikia ile matamshi iliongewa na yule mwizi anaitwa Oscar Sudi. Akasema ya kwamba ati hata kama hawatashinda uchaguzi kwa ballot, wako na mbinu na wako na nia, wanajua vile ambavyo watafanya ndivyo wakoroge na William Ruto aweze kutangazwa. It is on record, huyo mwizi alisema hivyo. Na mimi nataka niambie Wakenya, njia ya kuanza kujipanga vile ambavyo hawa wezi watakuja kuiba uchaguzi ndio hiyo sasa wameanza. Ile kitu Oscar Sudi aliwaambia watakuja kufanya ndio hiyo wameanzisha. Kuna huyu judge anaitwa Linaura. Siku Rigathi Gachagua ametolewa kwa kiti kinyume na sheria, huyo judge criticize na akaongea. Alafu kisha baadaye akasema ni vizuri kama taifa tuanze kufikiria vile ambavyo tutakuwa na IBC commissioners. Na yale matamshi ya yule judge ilikera sana wale wezi wa William Ruto. Iliwakera zaidi. Ni kama judge hana haki yeye pia ya kuongea na ni Mkenya kama Wakenya wale wengine. Na kwa sababu ya hivyo, mimi nataka niambie Wakenya, hii maneno inaendelea kule Supreme Court ni ya William Ruto, iko mkono yake nyuma. Hiyo ni njama amepanga tayari, atimue wale majaji wakwende nyumbani, ndivyo alete Speaker Moses Wetangula akuwe Chief Justice, na alete majaji wengine pale, ndivyo siku anaiba uchaguzi 2027. Hiyo kesi kipelekwa kule Supreme Court, atakuwa na majaji wake katika ile bench, majaji kama zaidi ya 4, wale ambao wataamua kesi kulingana na matakwa yake, wale ambao wataendesha hiyo kesi vile ambavyo itamsaidia vile ambavyo atataka. Na ni vizuri niambie Wakenya, kutoka siku William Ruto ameapishwa, ile mambo mingi amekuwa akifanya kuendesha hii serikali, amekuwa akifanya kinyume na sheria. Na kwa sababu hataki majaji ambao wanamuuliza maswali, hataki majaji ambao wanampinga, hataki majaji ambao wanasimamia haki na ukweli na katiba ya nchi ya Kenya, ndio maana anataka kuwavuruga, aleta vibaraka wake, wale ambao atakuwa anapigia simu wanaamua kesi vile ambavyo anataka. Kwa hivyo Wakenya mjihadhari. Wakenya mnafaa kuamuka, mnafaa kupinga hii kitu mapema. Hawa majaji wanafaa wakae hapo mpaka wamalize tamu yao, mpaka wastaafu. Judge Martha Koome, vile ambavyo Maraga alistaafu, vile ambavyo Willy Mutunga alistaafu, ndivyo inafaa hata Martha Koome akae kwa hiyo kiti mpaka siku yake ya kustaafu aende nyumbani.
lakini sasa ameanza kufukuzwa mapema. Na nilisikia huyu naibu wa rais, the people's deputy president, Rigathi Gachagua akiongea hii maneno. Na vile aliongea, watu wengi wameanza kuichukulia ni kama mzaha. Nimesikia huyu jamaa anaitwa Kindiki Kithure akikashifu yale matamshi ya people's president ili ambayo aliongea kule Meru, akisema ya kwamba ati asilete mambo ya ukabila kwa mambo ya majaji. Nikasikia Kithure anaambia Rigathi asilete mambo ya ukabila, asilete mambo ya region kwa hii mambo ya Supreme Court. Na kama tuko na mtu ambaye ni bure, mwenye hawezi saidia taifa na hawezi saidia jamii, ni mtu ambaye anaitwa Profesa Abraham Kithure Kindiki. Kwa sababu yeye leo hii, isipokuwa ni ile ukora ilifanyika kule kotini, hangekuwa naibu wa rais as we speak right now. Profesa Kithure Kindiki is a beneficiary ya kukuwa na koti ambao saa ingine inafanya ukora. Kama Martha Koome hakuvunja sheria, Bwana Kindiki hangekuwa naibu wa rais leo hii. Kwa hivyo kama kuna mtu wa kwanza ambaye amesaidika, na hao majaji, ni mtu ambaye anaitwa Kithure Kindiki. Lakini saa hii kwa sababu alifika, hawezi ongea wakitumuliwa kwa sababu anajua ile ukora walifanya. Ndivyo Rigathi Gachagua akafukuzwa, yeye akaingia kwa ofisi kupitia kwa dirisha, wakang'oa mabati juu, akaingilia kwa mabati juu. Anajua ile ukora ambao walifanya. Ndio maana hawezi ongea, na anataka pia, hata anataka hao majaji waende nyumbani. Ndivyo sasa kuletwa wengine wale watapanga ukora ya 2027. Kwa hivyo Wakenya, hii maneno mnafahamu, jiangalie vizuri. Na mimi niambie Kindiki, hata kama tumenyamaza, hauwezi kutuambia hii mambo ya majaji kufukuzwa hapa, hiyo si mambo ya ukabila. Martha Koome ni jirani yako hapo, ametoka Meru. Njoki Ndung'u ni mtoto wetu hapa Mlima Kenya. William Ruto ako na shida sana na hao majaji wawili. Ako na shida na Martha Koome, ako na shida na Njoki Ndung'u. Anataka hao majaji wawili make sure amewapeleka nyumbani, awarepress na vibaraka wake. Na Rigathi Gachagua vile ambavyo alikuwa anaongea si mwenda wazimu. Rigathi Gachagua vile ambavyo alikuwa anasema si ati haelewi, anajua kile ambacho kinaendelea. Lakini kwa sababu umejawa na ujinga, umejawa na upuzi, hauwezi tetea hata watu wako wakivurushwa kwa viti. Ndio maana unakuja kumrushia mdomo, na ile mambo anaongea ni mambo ya ukweli. Mimi nataka niambie Kithure Kindiki, kama wewe ni mwanaume vile ambavyo unajibu Rigathi Gachagua kila siku, kwa nini hatujasikia wewe ukitetea kina Ndende Nyoro, wale ambao wametolewa kwa viti na hiyo chama ya udaku pate? Kwa nini hatukuoni ukitetea kina James Gakuya, vijana kina Senator Medho na kina Karongo, wale ambao wametolewa kwa viti kule bungeni na hiyo chama yenu ya udaku? Hatuja kusikia ukiongea. Na maana ya mtu ambaye anajiita kingpin, maana ya mtu ambaye anajiita ati kiongozi wa jamii, maana ya mtu ambaye anajiita the senior most political leader in his region ni kutetea watu wake wenye wako nje ya serikali na wale wako ndani ya serikali. Sasa wewe Bwana Kindiki, hatukuoni ukitetea wenye wako nje ya serikali, hatukuoni ukitetea wenye wako ndani ya serikali. Kazi yako kama kiongozi wa jamii hapa ni gani? Sisi kama jamii ya Mlima Kenya tunafaidika na nini wewe ukiwa katika hiyo ofisi? Sisi kama jamii ya Mlima Kenya tuliambiwa umetolewa hapa Meru tusilalamike. Tuliambiwa kiti imenyang'anywa mtoto wetu, ukapatiwa mtoto wetu tusilalamike. Sasa sisi kama jamii tunasaidika na nini ukiwa katika hiyo nyumba ya Karen? Hakuna siku tumesikia ukitetea watu wetu kwa njia yote ile. Kazi yako kila siku ukiamuka ni kupigia kibaraka, ni kujifanya kibaraka hapo, kujipendekeza hapo. Kila siku hapo ni kupamba Bwana William Ruto. Kila siku tu ni kujaribu kujipendekeza kwake. Bwana Kindiki, kama wewe ni mwanaume, kama wewe unaweza tetea jamii, tunataka tukuone kesho ufanye press conference, uambie William Ruto ya kwamba aachane na Martha Koome, aachane na Njoki Ndung'u, awachane na wao wafanye kazi yao kisheria, wamalize tamu yao, watastaafu kama wale wafanyikazi wengine wa serikali. Kama wewe ni mwanaume. Lakini kama hautaongea, funga mdomo yako, acha wale ambao wako na mzigo ya kutetea jamii wawatetee. Achana na Rigathi Gachagua sababu wewe umeshindwa kuwatetea, achana na Rigathi Gachagua awatetee. Na sijui uko na shida gani? Rigathi hakuwa kwa nyumba yako, sio bibi yako anatetea, sio watoto wako anatetea. Yeye anatetea Martha Koome na majaji wale wengine. Uko na shida gani ya kiwatetea? Na ulichukua kiti, uko na shida gani ya kiwatetea? Ina maana ya kwamba ile mpango William Ruto amewapangia ya kuwapeleka nyumbani uko hapo ndani. Nikimalizia,
Nataka niambie Wakenya, tumeona taarifa ya kwamba mahospitali zaidi ya 700 wamejiondoa katika programu ya SHA, na wametangazia wananchi ya kwamba kama mnaenda kwa hizo mahospitali kutafuta matibabu, msiende kupeleka hizo kadi sababu hawatachukua. Wamesema ya kwamba muende na pesa. Na kwa sababu wamejiondoa katika hii programu ya serikali ya SHA, wamesema ya kwamba wametibu wagonjwa wengi sana kupitia hiyo kadi ya SHA, lakini serikali haijawalipa. Na kama kawaida vile ambavyo mnajua, wanahitaji kulipa mahospitali, wanahitaji kulipa madaktari, wanahitaji kununua madawa, wanahitaji kulipa wafanyikazi wao, lakini serikali ya William Ruto imekwamia hizo pesa ya SHA, haitaki kulipa mahospitali. Na mimi nataka niulize Bwana William Ruto, ulikuja ukatuambia ya kwamba umemaliza NHIF kwa sababu ilikuwa na ukora na haikuwa inalipa, pesa zilikuwa zinaibiwa. Ukanunua mtambo mpya bilioni 104 kutoka kwa mtu anaitwa Adani. Ukatuambia hiyo mtambo ndio itakuja kurekebisha hii maneno ya Universal Health Care. Vile ambavyo umeleta hii mtambo mpya ambayo imetugharimu mabilioni ya pesa kama wananchi, ni vipi tena ile ukora ilikuwa NHIF umetransfer hiyo ukora pia umeleta kwa SHA, wagonjwa wanatibiwa, haulipi hospitali? Na kama Wakenya wanalipa, wale ambao wamejisajili wanalipa pesa yao kila mwezi, wanalipa premium in every month, kwa nini uko na shida na kutoa hiyo pesa uwalipie matibabu kwa hospitali? Na watu wakiongea ukweli mnaanza kurukaruka hapa. Wale wabunge wetu hapa washenzi sana hapa, wale ambao kazi yao ni kufuata William Ruto, wale kazi yao ni kuongoza kwaya, wale kazi yao ni kusema yesa. Wale wagonjwa saa hii wamefungiwa, wameambiwa hawatatibiwa na hizo makadi mpaka waende na pesa cash. Mtawaambia nini leo hii? Mtawaambia nini leo hii? Kwa sababu kweli imejulikana. Kwa hivyo mimi niambie wananchi, hata kama ulikuwa umeregister, acheni kulipa hizo premium mpaka ile siku serikali itaanza kulipa mahospitali pesa yao. Hiyo premium jiwekee kwa mfuko, siku utapata shida, siku utahitaji kwenda kutibiwa, utaenda kujilipia pesa. Kwa sababu ukipatia serikali kulipia, hailipi. Na hii kitu haifanyi kazi. Na watu hawataki kusikia, hawataki kujua. Na hii ni kitu ni ukweli. Mahospitali zimegoma, tutafanya nini? Kwa hivyo niambie William Ruto, ulitutapeli na hata saa hii unaendelea kututapeli. Na hata William Ruto, heri utapeli sisi, mambo ya barabara ni sawa, tutapitia kwa hewa, ama mtu akae kwake, ama tungangane na barabara itakuwa mbaya namna gani. Heri tutapeli mambo ya masomo ni sawa, acha tukae na watoto nyumbani. Lakini haufai kutapeli sisi kwa mambo ya health care. Haufai kutapeli sisi kwa mambo ya ugonjwa. Haufai kutapeli sisi kwa mambo ambayo ni ya matibabu. Kwani sisi tukikufa wewe utaongoza kina nani? Bwana William Ruto, hata ukishindwa kufanya zile mambo zingine zote katika nchi hii, usijaribu kucheza na mambo ya afya, kwa sababu Wakenya wakikufa utaongoza miti na wanyama. Bwana William Ruto, ni vizuri ujiulize haya maswali, kwa sababu Wakenya wako na maswali na hawataacha kukuuliza. Ingawaje unasema sisi hatukwenda shule, hatuna PhD, tuko na akili na tunaweza fikiria na tunajua kupima maneno. Wakati unatudanganya tunajua, wakati unatupigisha kona tunajua. Kwa hivyo niseme ya kwamba tutazidi kuongea kama Wakenya, na hata mkijaribu kutunyamazisha hatutanyamaza. William Ruto, nikwambie, siku ulikuwa unapeleka maaskari wetu kule Haiti wakapigane vita, Wakenya walikuuliza swali moja, wakakuuliza aje, umechukua askari wetu umepeleka nje wakapigana vita za nje, ili hali hapa kwetu nchini watu wetu wanauliwa kila siku kwa sababu ya kukosa usalama. Lakini ukajifanya tu wewe hausikiangi, kawaida kifua yako, ukachukua askari wetu ukapeleka Haiti. Report sasa imeanza kukuja, askari wetu wameanza kuuliwa huko. Kuliko askari wetu wauliwe kule nje wakipigana vita za wenyewe, si hata heri basi wauliwe hapa Kenya wakijaribu kulinda wananchi, wakijaribu kulinda mali vile ambavyo katiba inasema. Bwana William Ruto, watu wetu wanauliwa kila siku kule North Rift, hawana usalama. Wewe umekolesha askari wetu, umewapeleka nje, wanaenda kuuliwa. Si hata heri, hata hurumia hao watoto waurudisha hapa nchini, waende kule wakalinde watu wetu wale ambao wanauliwa kila siku. Na sisi William Ruto hatukuelewi kabisa, hatukuelewi kabisa. Vitu ambazo unaona na macho yako pia, wananchi wanakuambia tu kweli. Unajifanya hausikii, unajifanya haujui. Na hii ndio ile matatizo ambayo inafanya kwamba wananchi wachoke na serikali yako. Hii ndio ile maneno inafanya wananchi waseme ya kwamba watakupeleka nyumbani asubuhi na mapema. Hii ndio ile kitu inafanya wananchi wanakupigia makelele ukikuja kwa mashinani.
Kama kuna swali nitachukua moja ama swali mbili. Kama kuna swali nitachukua swali moja ama swali mbili tukiendelea kumalizia, kwa sababu nchi ni yetu na hatuwezi kosa kuongea. Mheshimiwa, nitakuuliza swali moja wakati tunakamilisha. Swali langu ni kuhusiana na maongezi ya Rigathi Gachagua kuhusiana na Martha Koome kuweza kung'atuliwa kama jaji mkuu. Swali langu ni je, wewe unadhani kwamba Gachagua anampigania Koome genuine ama ni kwa sababu kuna ile kesi ya Gachagua ya kung'atuliwa mamlakani ambayo bado ipo inasikizwa kule mahakamani, ndio sababu Gachagua anampigania Koome ili kesi yake wakati itakuja kufanyiwa ruling, Koome ya ruling favor of Gachagua? Na haya ni maneno yalisemwa na MP wa Kiborek, MP wa Mogoti Kiborek. Kando na huyo, nataka pia utuambie kuhusiana na maneno ya nani hapo jana, Cabinet Secretary Murkomen ameweza kumtukana Gachagua sana kuhusiana na maneno yake kuhusu judges kuweza kuondolewa pamoja na Martha Koome. Unajua, kama Gachagua alikuwa anaongea uongo, basi hao wanasiasa hawangeumwa. Lakini kwa sababu Rigathi Gachagua aliongea ukweli na akachimbua, akaweka wazi ile njama imepangiwa kina Martha Koome, ndio maana hao wanasiasa wameanza kuumwa. Wacha niseme hivi, kesi ya Gachagua hata inaweza enda hata miaka 10. Si lazima iamuliwe saa hii, si lazima iamuliwe kesho. Huenda hata siku itaenda kuamuliwa pale kotini at the Supreme Court. Maybe hata Martha Koome atakuwa tayari amestaafu. Maybe hata kutakuwa na jaji mwingine. Kwa hivyo hatuwezi sema ati anatetea wale majaji kwa sababu yeye ako na kesi kotini. Sababu kubwa inafanya Rigathi Gachagua kutetea wale majaji ni kwa sababu anajua ile njama ambayo William Ruto amepanga. Ni vizuri mkumbuke ya kwamba Rigathi Gachagua amekuwa na William Ruto kama chana na pete kwa hiyo serikali kwa muda wa miaka 2. Kwa hivyo kuna siri mingi ambazo Rigathi Gachagua anajua, zingine hata Kindiki mwenyewe hajui. Kwa sababu ni vizuri mkumbuke ya kwamba hii serikali iliundwa na Rigathi Gachagua akiwa na bwana William Ruto. Na ile mipango ambao walipanga 2022 ndio waweza kuchukua serikali. Hiyo mipango yote Rigathi Gachagua anaifahamu kwa sababu alikuwa pale. Na kwa hivyo kuna siri mingi za William Ruto Rigathi Gachagua anazijua, na huenda moja wake ya zile siri ambazo Rigathi anajua ni ya William Ruto kuhakikisha kwamba ametimua majaji wa Supreme Court before 2027, ndio uchaguzi ambao inakuja William Ruto akuwe na majaji wake wameweka pale, ndio wakuja kuamua kesi kulingana na matakwa yake. That is why Rigathi Gachagua anaongea. Na kwa sababu wale wakora kina Murkomen, kina Kiborek, wale ni wakora, wanajua hii maneno, ndio maana wanarukaruka, wanaanza kujibu Rigathi Gachagua. Aniambia Murkomen, hata haufai kuwa kwa hiyo kiti ya wizara ya usalama. Kwa sababu siku ya maandamano Gen Z walikukataa. Siku ya maandamano Gen Z walisema haufai kuwa waziri wa nchi yoyote wewe. Na William Ruto akafanya ukora, akakurudisha chini chini kama amekuficha. Leo hii amekupatia kitu kubwa sana ambayo hiyo kiti imeshinda akili yako. Hiyo ni kitu kubwa ambayo imekushinda. Hiyo ni kitu kubwa sana. Hata leo hii Michuki akiweza fufuka, apate mtu kama wewe atendi anaongoza ile kiti ambaye alikuwa anaongoza hizo siku, anaweza tamani kurudi kwa kaburi tena. Hiyo ni kiti ambayo Kaisari leo hii aweze kufufuka, apate wewe ndio umekalia ile kiti alikuwa amekalia, anaweza tamani kurudi kwa kaburini tena. Mimi nashangaa sana bwana Murkomen. Kazi yako ni kushughulikia mambo ya usalama. Maaskari wetu mlikondesha huko Haiti wanakufia huko. Hakuna kitu unafanya. Watu wetu wanachinjwa kule kwenu North Rift kila siku. Hakuna kitu unafanya. Kazi yako ni kuja tu kupiga mdomo, kupiga mdomo, kupiga mdomo, kupiga mdomo, ukijaribu kujibizana na Rigathi Gachagua. Kama Rigathi Gachagua sio mtu wa rika yako, kama Rigathi Gachagua hatetei wewe, anatetea haki na ukweli ya wale majaji ambao mnataka kuvuruga, ndio mfanye ukora ya 2027. Na tunajua hata wewe hiyo kiti umepangwa na William Ruto akiwa na sababu. Hiyo kiti tunajua alikupatiwa akiwa na nia. Na tunajua kuna ile mpango wako naye, ndio maana alikuweka kwa hiyo kiti. Lakini tunasema ya kwamba kama wa Kenya, na leo hii naongea kama chairman wa Gema, nataka niungane na Ndegwa Njiro kusema ya kwamba hakuna rais hata mmoja katika nchi hii atakuja kuapishwa kama atakuwa ameiba kura za Wakenya. Na hiyo ndio msimamo yetu, na tutazidi kusema hivyo kila uchao. Swali ya mwisho.
Kama hakuna swali tutafungia hapo. Niambie Wakenya, msinunue uoga, msibabaishwe na hawa wakora, tuzidi kuongea. Hii nchi ni yetu, hii taifa ni letu. Hawa wakora wasiwauzie uoga, lazima tutazidi kuongea kwa sababu nchi ni yetu na hatuwezi nyamaza mambo ikiendeshwa kinyume na sheria. Hakuna siku tutanyamaza Wakenya wengine wakifinyiliwa. Ndio maana leo hii tunatetea majaji. Mimi sina kesi kotini, mimi sijai kuwa na kesi yote kotini kutoka nizaliwe, lakini natetea wale majaji kwa sababu ni haki yao. Wanafukuzwa kinyume na sheria, ndio maana nawatetea. Na tutatetea kila mtu nchi hii kwa sababu nchi ni yetu na sisi hatuna mambo ya ukabila. Ukisikia mtu anasema tuko na ukabila, huyo mtu wako na kichaa.